Bwana Yesu asifiwe. So mpango wa Mungu kuona wewe upo katika madeni, katika aibu. Furaha ya Mungu ni kuona mimi na wewe ni nuru. Haleluya. Furaha ya Mungu ni kukuona mimi na wewe siku zote tunang'aa, tunapendeza, tunafurahi. Lakini issue au jambo linakuja kutokeaje? Ni pale wengi wanapofundishwa neno lakini hawalitendei kazi. Ukisikiliza neno kila Jumatano, hata kama kila Jumapili, na ulitendei kazi, utabakia vile ulivyo. Miaka na miaka utabakia vile vile ulivyo. Ukisoma Yakobo sura ile ya kwanza mstari wa 22 inasemaje? Yakobo 1 mstari wa 22. Neno la Bwana linasema, lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Rudia tena. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Ukiwa unasikiliza neno na hulitendei kazi, unadanganya nafsi yako. Unaweza ukawa unafundishwa vitu vingi sana, unaweza ukawa unaelekezwa vitu vingi sana kuhusu maisha yako ya kiroho, namna ya kuishi, namna ya kutenda. Je, unazingatia? Neno linasema tuwe watendaji wa nini? Wa neno, na sio wasikilizaji. Kwa sababu jinsi unavyosikiliza neno na kulitendea kazi ndivyo linavyoleta matokeo kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaposikiliza neno na kulitendea kazi, maana yake unauisha imani yako. Imani hata nini? Imani. Wangapi hapa alianza biashara labda ya kukaanga karanga, alivyoona siku 2-3 hazijatoka akaacha. Lakini Biblia inasema ombeni nanyi nini? Tafuteni, bisheni, kwa maana kila ombaye na kila atafutaye na kila abishaye. Kwa hiyo neno linaposema hivyo katika Mathayo ya kwamba hata kama hujaona kimetokea, imani yako isishuke. Wengi sana kanisani tunasikia muulize jirani yako, muulize tangu umeokoka umefundishwa mambo mangapi? Tangu umeokoka umefundishwa mambo mangapi? Eti mage mengi. Lakini ni wangapi wanazingatia kile ambacho wanafundishwa kila siku? Halo? Kumbe usipozingatia unaua nafsi yako, unaidanganya nafsi yako, unajifariji. Haleluya. Kwa maneno nini ambacho namaanisha? Unachofundishwa unapokizingatia na ukasema hiki lazima nikitimize, ndipo Roho wa Mungu anaanza kutembea na wewe. Anayeumba imani ni wewe mwenyewe. Anayeumba matamanio ni wewe mwenyewe. Hakuna mtu neema atakaye kuja kukwambia Neema unaweza kujenga ghorofa 3. Wakikuangalia kule kwa kina Shila Msukumani kule Usukumani, wakikuangalia wale, wakikuangalia Neema, hawakuoni una uwezo wa kujenga ghorofa 3. Lakini wewe imani yako ya kile unachokisikia ndio kinachoweza kukwambia Neema unaweza kujenga ghorofa 3. Mimi unazungumzia sana masuala ya imani. Imani. Tumeambiwa huu ni mwaka wa kufanya nini? Mapenzi ya Mungu. Si ndio hivyo? Warumi sura ile ya kwanza mstari wa 17 inasemaje? Warumi sura ya kwanza mstari wa 17. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake, toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Rudia tena. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake, toka imani hata imani. Kwa hiyo huwezi kupata haki yako kama imani yako iongezeki kila siku.
Unaweza ukawa na wazo zuri sana kwamba mimi nitajenga, mimi nitafanya biashara kubwa, mimi nitafanya hiki, mimi nitasoma. Kile ulicho nacho, unachokitamani, neno linasema ili haki itokee inabidi yani ili imani idhihirishwe kwako. Katika ile haki yako inabidi imani yako ikue siku hadi siku. Sasa wangapi wakianza safari wakiona mambo magumu waga wanakata tamaa? Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema haki ya Mungu inadhihirishwa imani hata nini? Imani. Na neno linasema kwa maana mwenye haki wangu ataishi kwa nini? Kwa imani. Sio kwa kueleza matatizo, kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Rudia tena wote wa mstari. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake. Toka imani hata imani. Kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hiyo imani ndio itakusababisha wewe ushinde chini ya jua. Neno linasema utaishi kwa imani, wapendwa, sio kwa fedha. Hivi neno limeandika hapo utaishi kwa nini? Kuna mtu ana fedha lakini anaishi. Hivi naomba niulize, hapa wote hapa viwango vyenu vya fedha vinalingana? Lakini kuna mtu yupo hapa aliamini anakuja kanisani na amekuja. Na wewe kwa fedha yako uliamini utakuja, umekuja. Na kuna mwingine hakuwa na nauli naye amekuja. Wote mpo wapi? Kanisani. Neno halijasema utaishi kwa sababu una fedha, utaishi si sababu una afya nzuri. Neno limesema hivi, utaishi kwa imani. Emrudie tena wewe mstari wa mwisho. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake. Toka imani hata imani. Kama ilivyoandikwa. Kama ilivyoandikwa. Haitabatilishwa. Endelea. Mwenye haki ataishi kwa imani. Hautaishi sababu una afya njema, utaishi sababu una imani ya kuishi maisha marefu. Neno linasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Kumbe ushindi wa mtu upo katika imani. Unaweza ukawa hauna fedha kabisa mfukoni, lakini ukasema hivi, mwakani muda kama huu nitajenga nyumba yangu chumba na sebule. Na ukweli kabisa huna kiwanja na huna nini? Fedha. Bidii yako na imani yako kuisimamia ndio itasababisha chumba na sebule kije. Kuna kuchanganya madesa. Sema madesa. Unajua kwenye mtihani unaweza ukawa unajibu labda geography, alafu ukaandikiwa labda tuseme faida za nini? Za uchumi. Alafu ukaandika faida za historia. Umejibu ndio faida, lakini hujaulizwa faida za nini? Za historia. Umeulizwa faida za nini? Za uchumi. Wengi tunavyoishi, tunaishi kwa formula ambayo Mungu hajaweka. Mungu anaposema mwenye kiwango ataishi kwa imani, hata kama umeenda hospitalini wamesema kuna kansa stage gani? 4. Wewe unaamini nini? Neno halijasema utaishi sababu hauna kansa. Kuna watu hawana kansa na wamekufa, na kuna watu wana kansa na bado wanaishi, kwa sababu imani ndio inayosababisha mtu aishi. Hebu mtikise jirani yako. Mwambie linda sana imani yako isiyumbishwe. Wengi ni inayumbishwa na mazingira. Ulikuwa unategemea mwaka mpya ule pilau, umekosa kula pilau, basi nimefanya nini? Imeshuka. Mwingine alikuwa anategemea kuolewa, hajaolewa, imani inafanya nini? Inashuka.
Mwambie mwenzako hapana. Ushindi wowote kwa mtu yoyote, hata kama umeomba jambo miaka 10 halijatokea, imani yako isishuke. Endelea kuamini Mungu kwamba hapa lazima nifanikiwe. Yamkini una jambo lako hapo umeomba miaka hata 3, 4, au umejiomba mwaka mmoja, unaamini kabisa Mungu atatenda, hulioni. Sikiliza mpendwa, kwa kadiri unavyolinda imani yako katika hilo jambo unalolitamani, ndivyo Mungu analitimiza. Ukisoma Waibrania sura ile ya 11, anza mstari ule wa kwanza, inasemaje? Waibrania sura ile ya 11, anza mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasemaje? Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Soma tena. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, yaani una uhakika, mimi nitafanya hiki. Hiyo ndo imani. Sasa wangapi wanakuwa wanaomba Jumapili, yaani Jumapili anaomba imani, akiona jambo lijatokea Jumapili ijayo anabadilisha nini? Imani, anaanza kuomba jambo lingine, akiona lijatokea anabadilisha tena nini? Imani. Anza tena kusoma. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Una uhakika ya kwamba utafanya kitu ambacho katika ulimwengu wa damu na nyama hakuna mtu anaweza kaamini wewe utakuwa nacho. Ni vitu ambavyo havionekani. Endelea. Kwa maana hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Kwa imani ulimwengu uliumba. Ulimwengu uliumbwa kwa nini? Kwa imani. Mungu aliamini, akasema ninaiumba huu ulimwengu, ninaumba hii dunia, na ikawa. Kumbe wewe ili uumbe vitu vyako na vitokee, lazima uwe na imani thabiti. Haleluya. Endelea. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa imani. Neno linasema kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo nini? Bora kuliko nani? Kaini. Kwa hiyo Kaini alikuwa hana imani. Mimi naweza nikakwambia Esther, mtolee Mungu shilingi 20,000 pale kwenye madhabahu. Esther akinitazama mimi mchungaji, akisema mchungaji ameniambia, yani anashindwa kunikatalia mimi, akatoa 20,000 akapeka pale madhabahuni, hata barikiwa. Lakini Esther ninapomwambia toa, Esther, unataka kufanya nini? Nataka nifanye biashara hii. Okay, chukua 20,000 peleka pale madhabahuni kapande mbegu. Esther akiamini lile neno ninalomwambia likaumbika kichwani, imani ikaumbika, akienda kupanda mbegu, hata akikaa miaka 5 ile mbegu itanena. Kwa hiyo kumbe hata kutoa inabidi uwe na imani. Sasa mtazame jirani yako, muulize umetoa sadaka ngapi? Ilikuwa ni sadaka ya Habili au ya Kaini? Kumbe hata unapotoa inabidi utoe kwa imani, kwamba hii ninayotoa ninamtolea Mungu kwa imani. Hebu mtikisa jirani yako, mwambie acha kutoa kama unamwaga maji, kama unamwaga maji machafu. Unajua ukiosha vyombo, yale maji ukiwa umeshaosha, umeweka maukoko manini nini, yale maji yana thamani? Si unayamwaga tu ovyo ovyo huko. Unatafuta sehemu, hayatakika hata barabarani, yanahitajika sehemu ambayo watu hawapiti, si ndio hivyo? Si ndio hivyo? Lakini maji masafi, si unaweza ukachukua ukatunza vizuri, ukamwaga hapo ukasafishia. Hapa tunaweza tukasafishia maji ya ukoko.
Kwa maana hiyo sadaka ya Kaini ilikuwa haina imani. Alitoa ili mradi tu amefanya nini? Ametoa. Lakini Abili alimtolea Mungu kitu ambacho aliamini, katika hiki Mungu atanibariki. Ndio maana nikasema utaishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata maji hayo unayokunywa ya, ukichukua yale maji kwa imani ukasema, we maji, ninakuombea unavyoingia mwilini mwangu ukalete afya, ukanya katika imani, yale maji yanaenda kutenda. Umemkuta mgonjwa hospitalini, usisubirie mchungaji. Kwa imani chukua mkono, amini kwamba mimi nikimwombea mgonjwa anafanya nini? Anapona. Haleluya. Kwa neno linasema kwa imani, sema kwa imani. Habili alimtolea Mungu sadaka iliyo bora kuliko Kaini. We sadaka yako unaitwaje? Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake. Na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Ijapokuwa amekufa, damu ya Habili ililia ikiwa wapi? Ardhini. Mwenye imani vitu vyake japokuwa vikifa vyote havitaonekana, lakini vitanena. Afya yako itaonekana imekufa, ndoa itaonekana imekufa, kazi itaonekana imekufa, biashara itaonekana imekufa. Imani ya mtu ndio inayonena. Rudi kwenye ile Mwanzo 4, wasomee inasemaje? Mwanzo 4 sura 4. Sura 4 mstari wa kwanza. Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini. Akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo, na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta madhao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Mpaka hapo Biblia inamsifia. Hiyo ndio imani. Sema hiyo ndio imani. Alitoa wanyama walionona, alimtolea Mungu kilichonona. Ndio hiyo sadaka inayosemewa kwenye Waibrania 11. Endelea. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali. Mpaka hapo. Ukikosa imani, si mtu wa machozi. Ukikosa imani siku zote utakuwa mtu wa huzuni, wa kuumia. Niulize swali. Kwanza Kaini aliyemsababishia siwe na imani ni nani? Si mwenyewe. Wewe mwenyewe unaweza ukawa una ile hali ya kuto kukaa vizuri na Mungu, kumwamini Mungu, ukaishi maisha ambayo humfurahishi Mungu. Ukajikuta kila siku uso wako umefanya nini? Umekunjamana, hauna furaha, yani haumwamini Mungu. Usipomwamini Mungu siku zote, mapigo akija dunia hii, uso utakunjamana. Neno linasema Mungu akamuuliza nani? Kaini. Akamuuliza, usipotendea, ukitenda vema hutapata nini? Kibali. Akaendelea akamwambiaje? Usipotenda vyema dhambi iko na inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuwapo uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye, akamuua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako.
Mpaka hapo inatosha. Habili japokuwa ameuawa, neno linasema Mungu alimwambia Kaini, damu ya ndugu yako inalia, inanililia kutoka kwenye nini? Kwenye ardhi. Mwenye imani biashara yake hata ikifa italia mbele za Bwana. Sema mwenye imani, mwenye haki wa Mungu, hata kama akiwa amelala na njaa, hana chakula, chumba kitalia, kitamwita Mungu wake. Sema mwenye imani, mwenye haki, mwenye imani thabiti, mwenye haki, ingali amekufa, imani yake itaita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno, ndio maana neno la Bwana linasema mwenye haki wangu ataishi kwa nini? Kwa imani. Habili japokuwa alikuwa amekufa, damu yake ilikuwa bado inaishi, ililia. Tamani kufikia kiwango hicho, lakini tunaona chanzo ambacho kilisababisha ni imani yake ya kumwamini Mungu. Nadhani Habili alisikia kutoka kwa Mungu ya kwamba nitolee sawasawa na ninavyotaka, fanya katika ubora. Habili alisikia akatenda. Amina. Hata alipokufa damu yake ililia. Sasa wewe ninapokufundisha, unapofundishwa unasikia? Eti biashara yako ikiumba italia mbele za Bwana, itasikika? Rudi Waebrania 11. Waebrania 11. Endelea. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Mpaka hapo, oh jamani, neno la Mungu tamu. Henoko alihamishwa kwa nini? Kwa imani. Kisa cha kuhamishwa ni kwa sababu alimpendeza nani? Mungu. Neno linasema sababu Henoko alimpendeza Mungu, Mungu alikuwa anatembea na Henoko, uwepo wake haukumpungukia sababu ya imani ya Henoko. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Mpaka hapo neno linasema pasipo imani haiwezekani Ukiwa unafanya maombi ambayo una wasiwasi, neno linasema Mungu yani hawezi kukufurahia kabisa. Mpendwa, mfuate mtu mmoja, muulize, ndugu yangu, imani imo? Muulize, mara ngapi unataka kuomba umekata tamaa, unaamua kulala? Mara ngapi unaomba unachoka, unaamua kuacha kuja kanisani? Maana neno linasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Unapotoa unatoa kwa imani, unapoimba unaimba kwa imani, unaposifu unasifu kwa imani, unapodeki unadeki kwa imani. Muulize, kama unafanya kwa imani, imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno. Kama uliambiwa, unakuja kudeki, na unavodeki mambo yako yanasafishwa. Hilo neno uloambiwa bado umelishikilia, na ile tarehe unaikumbuka au umeshasahau? Ushindi chini ya jua, wapendwa, unapatikanika kwa mambo haya yanayofundisha haya. Sema haya. Mungu wetu sio mkatiri kihivyo.
Yaani Mungu wetu sio mkatiri. Wewe unamwelewaje? Mwambie mwenzako, mwambie relax. Tatizo mmekomaa sana, mnaona wokovu kama mlima. Wewe unachoamini na unachokisimamia na ukisimama katika njia ya Mungu, Mungu anapita mule mule. Mungu hawezi kupita njia nyingine. Au muamini, fungua Zaburi, soma. Inasoma, utarudi tena kwa Ibrania 11. Zaburi ile sura ya kwanza inasemaje? Zaburi sura ya kwanza, neno la Bwana linasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Mpaka hapo anasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Katika nini? Shauri la wasio haki. Mtu hivi anavyoenda, si anapita kwenye njia? Asiyekwenda katika shauri, maanake anapita katika ile njia ya nini? Wasio haki. Wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Maanake unapoenda kwa wakosaji au unapoenda kwenye makosa, maanake umefuata njia ya nini? Ya makosa. Wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Hakwenda kuketi penye mizaha, hakufuata ile njia ya nini? Ya mizaha. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Sheria ya Bwana anayoitafakari yeye mchana na usiku ni sheria ya imani, ni sheria ya kumpendeza Mungu, ni sheria ya kuwa mkamilifu mbele ya nani? Ya Mungu. Neno linasema mtu huyu anakuwaje? Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Kwa kadiri anavyoenda imani mpaka imani, ndivyo anavyoanza kuchanua. Ndio ile Warumi 1:17 anasema, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Yaani yeye hataenda kwa wakosaji, hataenda kwa wenye mizaha, hataenda kwa wenye dhambi. Yeye anaitafakari sheria ya nani? Ya Bwana, ambao ni ipi? Mwenye haki wangu ataishi kwa nani? Kwa imani, atalifanya mapenzi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe mwezi wa kwanza unaanza vizuri, mwezi wa pili umeshachepuka, umebadilisha njia, mwezi wa tatu umechepuka njia nyingine, mwezi wa nne. Mwezi wa kwanza unaanza vizuri kufanya nini? Mapenzi ya Mungu. Mwezi wa pili umechepuka, umeenda kwenye kuto kusamehe. Mwezi wa tatu unajikuta umechepuka, umeenda kwenye njia ya uongo. Mwezi wa nne unaenda unakumbuka kuna mwezi wa tano wa kufunga na nini na kuomba, unarudi tena unaanza kutubu. Ukimaliza tu mwezi wa tano unachepuka tena. Kwa hiyo Mungu anapotaka kuanza kukuchipusha, labda umeenda katika njia sahihi, umeanza sasa kupendeza, yaani kama mbegu imeanza kufanya nini? Kuchipua. Ghafla wewe mwenyewe umeipanda, alafu wewe mwenyewe unajikanyaga. Kinachofanyika, huyu ni mwezi wa kwanza, labda unapanda maombi ya nini? Ya afya. Huu ni mwezi wa ngapi? Wa kwanza. Anakuja mwezi wa ngapi? Wa pili. Si ndio hivyo? Nenda mbele. Anakuja mwezi wa ngapi? Wapande panda mpaka mwezi wa ngapi? Mwezi wa tatu. Inaenda mbele. Huyu ndo mbegu. Mwezi wa ngapi? Huyu. Sasa utakuta mtu mwezi wa kwanza kapanda vizuri, shika hapo, kapanda. Anaenda mwezi wa pili, anaenda na mbegu yake vizuri, nenda nayo mwezi wa pili,
anaenda mwezi wa 3 anaenda nayo vizuri. Mwezi wa ngapi? Anakutana na makwazo. Zaburi moja inaanza kumshughulikia. Amina. Labda aliambiwa ni mwaka wa kufanya nini? Mapenzi wa Mungu. Aliweka mbegu ya fedha, biashara kubwa. Aliweka mbegu ya kuwa na ndoa nzuri. Aliweka mbegu ya kuwa na uzao nini? Mzuri. Jambo dogo likaja kutokea. Akaja akaacha yote. Akaanza kurudi nyuma. Anaanza tena kumgeukia Mungu, analia. Labda ameuziwa. Mmenielewa eh? Labda kuna kitu kimemuuzi. Halo? Watu wakamletea maneno yasiyo hivi nini? Yasiyofaa. Aacha yale yote aliyokuwa anamwamini nani? Mungu, yananing'inia. Yeye anaanza tena kurudi upya. Weka mikono kichwani. Mungu, mbona umeniacha? Kumbe hii mbegu ilikuwa imeshaanza kufanya nini? Kuchipua. Na hapa ilikuwa imefanya nini? Kuchipua. Na hapa ilikuwa inafanya nini? Kuchipua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anaporudi, sema anaporudi, anakuta hizi mbegu zimeshaanza kunini? Kufa, kwa sababu zilikuwa ziombewi. Zilikuwa hazihudumiwi. Kwa hiyo inabidi aanze upya tena mwezi wa ngapi? Wa kwanza. Mungu, hivi ulituambia mwaka kufanya nini? Mapenzi ya Mungu. Niliomba fedha, anaanza kutafuta tena nini? Fedha. Angaika kumuinua hapa. Kwa sababu alirudi tena nyuma. Ndio lile andiko linasema hivi, mtu akitolewa na pepo moja asipokaa vizuri, lile pepo moja linarudi na wenzake wangapi? 7. Na hali yake ya kwanza inakuwa, hali yake inakuwa ni mbaya kuliko ipi? Ile ya kwanza. Unapotoka kwenye njia ya Mungu, njia ya imani, unasababisha hata zile mbegu zako ulizoanza kupanda zife. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni nini kinachotokea? Sema ehe. Ataenda kuhangaika kuinua wa pili. Maana yake hatua ile ambayo ilibidi aende mbele, anajikuta kila siku anarudi nyuma. Inua mwezi wa pili. Mwezi wa pili nao kushughuli kuinua yale alikuwa anamtumaini Mungu. Tunashumu mwezi wa 3 alipanda habari ya ndoa, anaanza kuinua tena nini? Ndoa. Inua tena. Ndoa nzito. Anapoinua ndoa, anakutana na mchungaji kampiga nini? Kwenzi. Anaviacha tena. Ndivyo watu wengi wanaishi ndani ya kanisa. Anaanza mwezi wa kwanza vizuri. Mungu, ni mwaka wa kufanya mapenzi yako. Anasikia habari ya kufundisha kutoa. Anasikia habari ya kusamehe. Anachokifanya, mwezi wa kwanza atafanya. Mwezi wa pili, mwezi wa 3 atasema yale aliyofundishwa, subiri kwanza, mwezi usifanye. Alo. Ndio maana neno, karibuni mkae. Ndio maana neno likasemaje? Macho yako yatazame wapi? Mbele. Mbele tu. Yasitazame kushoto wala wapi? Kulia. Wewe utazame wapi? Mbele. Kwa sababu Mungu ndo yuko mbele. Wangapi hapa jambo likitokea unaanza kutazama watu? Wangapi hapa jambo gumu likitokea unaanza kutazama familia yako, mume wako, mke wako, unaanza kutazama watoto? Wangapi njaa ikianza kutokea unaanza kuitazama njaa badala kumtazama Mungu? Unapofanya hivyo, maana yake umeshusha imani yako kwa Mungu. Ukisoma na ile Methali
Mimi nawakumbusha tu kuhusu imani. Mithali 8 inasemaje? Mithali 8 mstari wa kwanza. Je, hekima halii? Ufahamu hatoi sauti yake? Juu ya mahali palipoinuka karibu na njia, penye njia panda ndipo asimamapo. Karibu na malango, mahali pa kuingia mjini, mahali pa kuyaangalia malango, anapiga kelele. Enyi watu, na waita ninyi, na sauti yangu ni kwa wanadamu. Enyi wajinga, fahamuni uelevu. Rudia tena hapo. Enyi wajinga, fahamuni uelevu. Nanyi wapumbavu, mpate moyo wa kufahamu. Sikieni, maana nitasema yaliyo mazuri, na kufumbua midomo yangu kutakuwa maadili. Maana kinywa changu kitasema kweli, na uovu ni chukizo kwa midomo yangu. Maneno yote ya kinywa changu yana haki, hapana hata neno lililopotoka au la ukaidi. Yote umwelea yule afahamuye, yote uelekea mbele yao waliopata maarifa. Neno kali eh? Hebu warudie tena, soma tena pole pole. Mstari wa kwanza. Je, hekima halii? Je, hekima halii? Ufahamu hatoi sauti yake? Ufahamu hatoi sauti yake. Wewe yani kile unachonena na sauti yako inaposikika, ndipo hekima yako na ufahamu wako unapimwa. Endelea. Juu ya mahali palipoinuka karibu na njia, penye njia panda, ndipo asimamapo. Ndipo asimamapo. Ndio maana Ayubu akasema hivi, nawe utakusudia nini? Neno, nalo litathibitika. Kwa sababu ya hekima na ufahamu. Wewe ufahamu wako umebeba nini? Ni imani. Hekima yako imebeba nini? Imani. Jambo hili lazima itokee. Unaposema katika njia, lile jambo ndipo linatokea. Unaposema katika kijiji chako ulichozaliwa, hekima inaangaliwa. Ufahamu, unaelewa nini kuhusu kilichofanyika pale kijini kwenu? Mwambie mwenzako, unavyoona fedha zinapotea, wewe unavyosimama katika njia, manake katika njia ipi? Njia ya afya, njia ya biashara, njia ya ndoa, njia ya kazi, njia ya uzao. Una ufahamu gani na una hekima gani? Unatamka nini? Anaendelea kusemaje? Karibu na malango, mahali pa kuingia mjini. Mahali pa kuingia mjini. Mjini ndio kuna vitu vyenye nini? Ikulu iko wapi? Mwambie mwenzie, ikulu iko wapi? Uwanja wa ndege uko wapi? Hivi naomba nikuulize, hivi tunaweza tukauchukua uwanja wa ndege tukaenda kuweka Mpandangindo, uwanja wa ndege wa Nkubwa? SGR iko wapi? Makao makuu iko wapi? Bunge liko wapi? Mjini. Kumbe mambo mazuri yanapatikana wapi? Pale ambapo ni hivi, yani pale ulipo unachotaka, ule ndo mji. Endelea kusoma hapo George. Zaburi 1 mstari wa 4. Sivyo walivyo wasio haki. Hao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki. Bwana anaijua njia mwenye haki, mwenye imani. Vipi Mabukuku, mbona umechoka? Neno linasema Bwana anaijua njia ya mwenye haki. Yaani Mungu huwezi kumdanganya. Mungu anakutazama, mwezi wa kwanza umetembeaje?
wa pili unatembeaje, wa tatu unatembeaje, wa nne unaendaje, wa tano unaendaje, wa sita unaendaje. Yaani mpaka mwezi wa 12 mahesabu yako yanafungwa. Rudi huo mstari. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Rudia tena. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Fedha itakuja, itapotea. Haki yako inakuja kabisa, kwa sababu haki yako inapokuja inatafuta imani yako ilipo. Ndio maana neno lake linasema nini? Mwenye haki wangu ataishi kwa nini? Kwa imani. Kwa hiyo hakuna haki pasipo imani, hakuna imani pasipo haki, vinaambatana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unapomwambia Mungu mwaka huu Dismas nataka Mungu unibariki, Mungu anaangalia haki yako na imani yako. Unasimama kwenye nini? Malango. Unatamka. Mahali pa kuingilia wapi? Mjini. Na ndio maana tunapoenda kuweka wakfu maeneo tunasimama kwenye nini? Malango. Tunatamka. Geukia jirani yako, piga kofi, mwambie unalia tu, hata kutamka utamke. Kuna wengine hapa mmesafiri, mmeenda vijijini kwenu huko, mnaenda wapi, mmetamka. Endelea kusoma. Mahali pa kuyaingilia malango anapiga kelele. Enyi watu, na waita ninyi. Anasema enyi watu. Piga mwenzako, mwambie enyi mtu, wewe nakuita. Na sauti yangu ni kwa wanadamu. Na sauti yangu ni kwa wanadamu. Enyi wajinga, fahamuni werevu. Nanyi wapumbavu, mpate moyo wa kufahamu. Sikieni, maana nitasema yaliyo mazuri. Wewe nani amekufundisha kutamka mabaya kwenye biashara yako? Piga moja kofi. Anasema nitasema yaliyo mazuri. Kwa maana wajinga wana wapumbavu hawasemi yaliyo nini? Piga moja, mwambie mwaka usema yaliyo mazuri. Hiyo ndo imani. Unasema yaliyo nini? Mazuri. Kwenye lango la kuingilia katika nini? Mji. Ndio maana tarehe 28 na tarehe ngapi? 29 na 30 tulisimama katika lango la kuingilia mwaka 2000 na ngapi? 26, tukatamka. Tazame jirani yako, mwambie usipojua neno unapigwa ngwala. Ndio maana mtume na nabii mwaka mpya ukiingia tu anasimama katika lango la ufalme, anatamka yaliyo mazuri. Maana yeye amejua hili neno, ili kwa watu ambao sio wajinga na wala sio nini? Wapumbavu. Ukiona imani yako imeshushwa, umeanza kutororeti chini, umeanza kulia, ujue hili andiko ni lako. Wewe ni nani? Sema mimi sio mjinga wala mpumbavu. Kuanzia leo nitasimama malangoni na kutamka yaliyo mazuri, yenye hekima na wenye ufahamu. Unapoingia ofisini leo Mashira, usiingie tu kama nani umeingia mpambali yote. Unapoingia ofisini tamka maneno yaliyo mazuri. Kwenye lango lolote, unapoingia hospitalini, unaenda kwenye vipimo, tamka. Wewe hospitali, sikia, ninatamka yaliyo mazuri. Afya yangu lazima yatoke mambo yaliyo mazuri. Unyi mnaingia tu hospitalini tu, mlango hapa, daktari yuko wapi? Umetamka nini wewe? Tandika mmoja. Unapoingia kwenye interview unatamka nini kwenye lile lango? Unapoingia sokoni unatamka nini?
Unavyoingia hotelini unatamka nini? Unavyoingia kwenye gari unatamka nini wewe? Muulize nani wangu hapo, dereva wangu, songa mbele hapo, waambie mimi gari aliwashi bila kuongea, na anajua yani nikiingia tu kwenye gari nikifunga mlango, sasa hivi anajua kuomba. Lazima tutamke kwa habari ya kule tunakoenda kote. Sasa nyinyi mnaingia tu kwenye daladala, Kariakoo, umepanda, umetamka nini wewe mule? Umepanda kwenye abudi, umepata sisi kwenye nini saidi, unatamka nini wewe pale unavyopanda? Na unatamka nini kule unakotoka? Mtazame mtu mmoja, mwambie nisikiliza, kule unakoenda adui anakufuatilia. Mwambie ukitaka kuamini, angalia kwenye Luka 4, Mathayo 4, Yesu alipokuwepo kule mlimani amefunga, adui alimfuata. Mwambie sikiliza, kwenye bustani ya Eden alimfuata Adam na Eva. Sikiliza, nyumbani kwa Ayubu alikuwa na zingira. Popote unapoenda jifunze kutamka, ndipo baraka utaziona. Wengi utakuta hapa sasa hivi unapoondoka hutamki. Utakuta mtu anaondoka tu hapa, Mungu awabariki, na unawahi begi, huyu unakata mitaa. Umetamka nini kwa habari ulichokisikia? Endelea. Mstari wa 6. Sikieni, maana nitasema yaliyo mazuri, na kufumbua midomo yangu kutakuwa maadili. Maana kinywa changu kitasema kweli, na uovu ni chukizo kwa midomo yangu. Maneno yote ya kinywa changu yana haki. Hapana hata neno lilopotoka au la ukaidi. Anasema maneno yangu yote ni ya haki. Ukijiamini kwamba neno ninalotamka ni ndio, na hakuna mtu wa kupinga, kama kweli unafanya mapenzi ya Mungu, mbingu inasema ndio. Unanena maneno ya kweli. Hivi unavyotamka Dismas, we mwenyewe kwanza unavyotamka mwaka huu lazima nifanye jambo fulani, yaani mwenyewe unajiamini kwanza. Kwa sababu kuna mwingine anaomba hapa, unasema mwaka huu tunaenda kuandika cheki milioni 50. Kuna mtu atasema milioni 50. Ye mwenyewe aamini kama maneno yake ni ya kweli. Alo, endelea. Hapana hata neno moja, hapana hata neno lilopotoka au la ukaidi. Yote umwelea yule afahamuye. Yote huelekea mbele yao waliopata maarifa. Pokea mafundisho yangu, wala si fedha, na maarifa kuliko dhahabu safi. Yaani ukiwa na hiki kitu ninachokufundisha, hiki ni bora kuliko fedha, hiki ni bora kuliko dhahabu. Kumwelewa Mungu anataka nini na wewe utembeaje ni zaidi ya fedha. Kwa sababu unapoelewa mafundisho, unapopata ufahamu, ndipo mema yatakujilia. Watu wengi wanadhania fedha na mali utapata sababu ya watu wamekupa. Sikiliza, Suleimani ndio maana alipoulizwa unataka nini, alisema nataka hekima na nini? Kwa sababu kwenye hekima na maarifa ndipo kuna kujibiwa. Ndio maana akaanza kusema ninasimama nikiwa na hekima na ufahamu. Ili Mungu akujibu inabidi upstairs. Sema upstairs. Sema upstairs. Yaani kichwani kutuliwe kabisa, ni tulia kabisa.
Usichanganye mangatungu kichwani kwenye maombi na dagaa. Usichanganye, unaomba unaanza kuwaza nyama nimebandika wapi? Sio unaomba unaanza kuwaza watu walivyokutendea jana. Uwe na hekima namna ya kwenda mbele za Mungu ukatulia, kwa sababu unapokuwa na hekima na ufahamu mbele za Mungu na ukatembea katika njia yake, hakuna jambo utakalomwomba chini ya jua akaacha kujibu kama limo katika mapenzi yake. Amen. Sema shida. Sema shida ni hekima na ufahamu. Mfano ipi? Kuishi kwa imani. Endelea. Maana hekima ni bora kuliko marijani. Wala vyote vinavyotamanika havilingani nayo. Mimi hekima nimefanya welevu kuwa kao langu. Natafuta maarifa na busara. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Kiburi na majivuno na njia mbovu. Na kinywa cha ukaidi pia na kichukia. Shauri ni langu na maarifa yaliyo sahihi. Mimi ni ufahamu. Mimi nina nguvu. Kwa msaada wangu wafalme humiliki. Na wakuu wanahukumu haki. Rudia tena. Kwa msaada wangu wafalme humiliki. Na wakuu wanahukumu haki. Kwa msaada wangu wakuu hutawala. Na waungwana, naam, waamuzi wote wa dunia. Hakuna mtu ambaye anaweza katawala vema. Hakuna mtu anaweza kamiliki. Hakuna mtu anaweza akafanya katika ukuu kama hekima haimo ndani yake. Naongea vigumu Unaona hauna kitu, hauna ndoa njema, hauna hiki, hauna hiki. Umwambie Mungu, naomba hekima ili vitu hivyo viweze kunijia. Ninaomba ufahamu. Yamkini Mungu anakunyima hela, anajua ukipewa milioni 10 utaenda kuhamia baa. Kuna mwingine unaomba gari. Mungu yamkini anakuta zingine ananyima gari kwa sababu anajua huyu mwanangu hana hekima vizuri. Nikimpa gari leo, hata kama hajajua vizuri kuendesha, atataka aenda kalionyeshe kijijini, atapata ajali wapi? Barabarani. Anakunyima. Mwingine ananyimwa kwa sababu Mungu nakuta alimpa hela tu kidogo, akaanza kuongeza wanawake 3 4. Ana mke, anaongeza mke wa kwanza, anaongeza mwanamke wa pili, anaongeza mwanamke wa 3. Yaani anabadilisha wadada. Mungu anaona huyu ana hekima, ana ufahamu, zile hela anaziondoa. Hekima ikai pamoja na umaskini. Kwa Mungu akikuona wewe ukipata hela unaenda The Voice sijui, unaenda za nini sijui, Mungu anasema huyu nikimpa hela, kama alikuwa anakula maharage hatapikwa tena. Lakini Mungu akijua una hekima namna ya kutunza hela, kama vile nilivyofundisha, hela zinakuja. Mwingine Mungu akimpa hela, Mungu akimbariki, hana hekima hata ya kula. Atakula maharage muda huo, atakula mayai ya kuchemsha, atenda kunywa nini? Mtindi. Akimaliza anaenda kula mahindi ya nini? Ya kuchemsha. Hata hekima ya namna ya kula hana. Kwa Mungu anasema huyu nikimbariki, hali ya hewa ya kanisa inabadilika. Wewe unajua wapi ulipoteza imani? Kuna wengine wamepoteza imani, hata ukimwambia sadaka, yani anaona yani nitoe sadaka sinapunguza hela yangu. Mwingine amepoteza imani kabisa, yani hata kuomba anaomba lakini yani amechoka, yani anaomba tu. Hebu mwaka huu badilika. Niwapeni siri moja, ni hivi. Fanya hivi, jifanyishe hivi. Sema mwili wangu, kichwa changu, relax.
Relax. Relax. Jizungushe hivi, fanya hivi. Sema relax. 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 Unapopika maandazi, relax akili. Tatizo mnapika maandazi mmekomaa, umebeba bagia, relax. Kwa sababu niwaambieni siri, kitu chochote ukifanya kwa kupata wasiwasi, usipokuwa na imani, yaani ukikanda maandazi yale unavyoyakata ukiwa una moyo mgumu, huamini maandazi, wateja wakija wanakutana na ugumu. Nyinyi mjui nyinyi. Umepika chapati, kama una imani sema kama sina imani. Yaani imani inaleta ladha. Ukiwa na imani unapata ladha. Ndio maana Mungu alivyoona imani ya Abili alipata ladha, akakubali ile sadaka. Mungu akiona imani yako kwenye yale mandazi, hata kama ukipika kilo 2, wateja wa kila watapata ladha ya imani yako. Relaxi. Pika maandazi wewe, jiachie, yani mwambie Bwana, ninakushukuru kwa kuwa ya maandazi yanaenda kutoka. Sasa wewe unapika maandazi, pepo unaanza kwa jina la Yesu, pepo achie maandazi yangu. Vitu vizuri haviwezi kuja usipofanya nini? Muangalie Ibrahim alivyokuwa ja relax, akili na yumba. Mkewe akamwambia siuzae na nani? Na ajili mjakazi. Kwa sababu Ibrahim hakurelax, alikuwa na wenge, alisikiza sauti ya nani? Ya mkewe. Muangalie yule mwanamke anayekuwa anatoka na damu miaka 10 na ngapi, alipo relax akasema nikigusa tu vazi lake pindo nitapona. Alirelax. Muangalie Zakayo, alikuwa mtu nini? Mfupi, alitamani kumwona nani? Yesu. Akarelax, akapanda zake juu ya nini? Ya mkuyu, akarelax, akanamtazama nani? Yesu. Alipofika alimkuta Lazaro amerelax. Acha kuyumbisha akili, acha kuyumbisha imani yako. Relax kwa Bwana. Wewe relax, we kama mtoto. Mtoto kimbeba, yani ana relax kabisa. Sasa wewe kwa nini mawimbi yanapokuja unakurupuka? Yani umerelax, mwaka mpya umeanza, umeambia huu ni mwaka kufanya nini? Mapenzi ya Bwana. Mapenzi ya Bwana sio wapendwa kuishi tu maisha matakatifu. Nilisema hata kubarikiwa ni mapenzi ya Bwana. Sasa wewe umeanza kurelax. Ukisikia watu wamekusema umekurupuka, mmenisema siji kanisani, huja relax.